sallallahu alayhi wasallam. Kwa kweli mashallah Sheikh Abdul Shakur, mimi nikimwona watu wanasimama lazima nitacheka. Mimi lazima nicheke. Juma wedha yake mara nyingi sana napenda kuongelea mambo ya mjini sana, na ndo dawa. Kina mama ndio dawa wazee. Mimi kuna mambo ambayo nilisikia nagusia ya machawi. Sheikh Abdul Shakur, kwa kina mama wengi, baadhi yao sio hawa, lakini kwa kina mama wengi wanaenda kuwafumu. Na hawa ndio wanawapaga nguvu wafumu kina mama. Tena utaona wenye kwenda wengi sana wanapaka jilbab. Wallahi niko na ushahidi. Kina mama wengi wanaenda kwa wafumu. Na sana sana binti yake sasa ndio labda kaolewa, binti yake yuko na mwaka mmoja, miaka miwili hajazaa. Ndio tafsikiana kutafuta mimi, wallahi mimi tena wajanja wanaenda wao kwa wao wanaulizanaga, anakuambia nenda Buterere stopa kwa wafumu wengi. Sema kwetu Buterere kuna wafumu. Au Kanyosha ndio kuna wafumu. Unasikia Kanyosha wanakataa. Kuuliza Buterere watakwambia kwetu lakini Buterere kuna wafumu kweli. Wafumu. Mwenyezi Mungu atuongoze na tukinge na shirki. Pia kuna jambo alizungumzia shekhe la kutegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Nachukua tubikhtiswar. Leo mategemeo yetu kwa Allah ni madogo sana. Na ndio maana tunaomba dua zetu zinakataliwa. Leo tunamwomba Allah na tunamshakia Allah kama atanipa. Hivi kweli mimi nikiomba kweli Mwenyezi Mungu atanipa kweli? Ndio mtu anaanza kuomba na anaanza kumshakia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli kwa Muislamu mtakumwomba Allah tena kama kisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, mkitaka kumwomba Allah muombeni wa antum muqinuna bil ijaba, ya kwamba Allah atatujibu. Kwa kweli sina muda, acha nimkaribishe Sheikh Zubair Uthman, mtoto wa mjini. Karibu sana Sheikh. Asikia mtaka yeye ni mtoto wa mjini sana. Inshallah. Watu wanazoea kuniita Zubair Uthmani. Mimi baba yangu ni Jumapili Juma Kinama Sheikh. Uthmani ni baba yangu wa kunilea. Naam. Maana baba yangu mimi ni Jumapili Juma Kinama, barabara ya 6. Tutabadilisha na kule inshallah. Watu wengi wanapendaga Zubair Uthmani, lakini ni Zubairi mtoto wa Jumapili Juma. Inshallah. Mimi ni Mnyakinama. Nimezaliwa Buyenzi tu. Kaka, umesema eti hawa hamna washirikina? Wallahi wamo. Waelekee uambie. Na hapa ni mwezi wa Ramadhani mmo. Acheni. Alafu ukasema Buterere. Wallahi Buterere ndio ya kwanza kwa wafumu. Bujumbura. Wallahi. Na hapa mimi nazungumza ukweli. Buterere ndio ya kwanza kwa wafumu. Buterere inatisha. Ni Buterere ndio Rumonge ya Bujumbura. Rumonge, na yasemaga Rumonge kila siku. Buterere ndo Rumonge ya Bujumbura. Mungu atuwekee wepesi. Watu tu waache. Nianze tuna hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ma min ayami al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Nimeanza na hadithi ya siku za mbele na sio hizi, lakini kuna malengo. Kwa nini nimeanza na hiyo? Mtume anaomba masahaba zake kwamba ma min ayami al-amalu fiha as-salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Hakuna siku ambazo anazozipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wake wafanye ndani yake matendo mazuri kama siku 10. Ni siku 10 gani? Ni hizi siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Maana ni siku ambazo Allah anapenda ndani yake watu wafanye matendo mazuri.
Na ninaamini kwamba mmeshasikia mawaidha mengi yanayokuonesheni ubora wa hizo siku 10, siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Mwa hizo siku 10 ndani yake mna saumu ya Arafa. Unasikia Mwenyezi Mungu anasema, Mtume Muhammad sallama, siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allahi, saumu ya siku ya Arafa ninataraji na sina shaka an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dah, kwamba mtu akifunga ndani yake humo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsamehe madhambi ya miaka hiyo miwili, tena mwaka ule uliopita na ule mwaka unaokuja. Yani mna wingi wamezungumza fadhila nyingi ambazo tutakuja kujua nini malengo ya mimi kuanza na hadithi hii. Alafu tukija huku sasa kwenye siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, ukisikia tena ubora wake, si unachanganyikiwa kiasi ambacho mna mengi ambayo tumeonyeshwa ya kuonyesha ubora wake na fadhila zake kadiri ya gisi mnavyosikia katika mawaidha, kadiri ya gisi mnavyosikia mashekhe wanavyoyalenga. Kwa hiyo tungeomba wanamume mkajongea viti vya mbele, wale wanawake wako wanakuja waanze vile viti vya nyuma kule. Nyie wanamume jongeni viti vya mbele, mjaze, mvijaze. Kwa hiyo mawaidha yangu, darsa langu la leo, siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani na siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja ni zipi zilizokuwa bora kuliko zingine? Tunataka kujua zilizokuwa bora kuliko zingine. Wanavyuoni waliangaisha na wakasumbua vichwa vyao kwa kufikiria na kutafuta katika hizi siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja na siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani ni zipi zilizokuwa bora kuliko zingine. Wanavyuoni waliangalia sawa na dalili walizozipitia na yale walioyaona katika siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani na yale walioyaona katika siku 10 za mwanzo wa mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Wakasema kwamba siku 10 za mwezi wa Dhulhijja michana yake ndiyo bora kuliko michana ya siku 10 ya ndani ya mwezi wa Ramadhani, siku 10 za mwisho. Kwa sababu ukitizama hizi siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja, utakutana kwenye ile michana yake ndiyo mna mama wa ibada moja. Katika hizo siku 10 ndiyo mnapatikana hija mchana. Katika hizo siku 10 ndiyo tunaomba kufunga saumu ya Arafa mchana. Katika hizo siku 10 ndiyo kuna kisimamo cha Arafa mchana. Katika hizo siku 10 ndiyo mna ibada kubwa ya kuchinja siku ya Idi. Kwa hiyo mna mama wa ibada katika michana ya hizi siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Manake michana yake ndiyo bora kuliko michana ya siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Alafu tukiingia katika hizi siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, tutakutana kuwa mausiku yake ndiyo mausiku bora yenye fadhila kuliko mausiku ya siku 10 za mwanzo wa Dhulhijja. Sijui mnanifuata vizuri? Kwa hiyo huku hii michana yake ndiyo bora, na sisi hapa tulipofikia mausiku ya hizi siku
ndio tunakutana kama kuna ubora. Miongoni mwa maubora ambao tunakuja kuyapata katika hizi siku ni kwa kuwa ndani yake kuna ule usiku ambao ni usiku wa heshima, usiku wa Lailatul Qadri, ambao ni usiku unaoviziwa kuanzia hiyo Ijumaa. Maana tulianza Ijumaa, usiku wa kuamkia Ijumaa ndio usiku ambao tulianza kuvizia hiyo Lailatul Qadri, ambayo ndio kitakuwa pia kiini cha kuongelea, na ndio kitu ambacho kilipelekea kwamba tupate ubora uliokuwa mkubwa sana katika mausiku ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ndani yake mna huyo usiku wenye heshima, usiku wenye ubora uliokuwa mkubwa sana, usiku ambao kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyotokana na mwana Aisha, anasema ya kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashru shadda al-mi'zar wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ashru al-awakhir min Ramadan, zinapoingia siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, shadda al-mi'zar au shadda mi'zarahu, alikuwa Mtume anakaza vibwebwe, manake kikoi chake anakikaza. Wa ahya layla sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akiufanya usiku wake wote ni usiku wa ibada. Wa ayqadha ahlah, na alikuwa akiwaamsha watu wa nyumbani kwake, mke, watoto, alikuwa hawezi kuwaacha ndani ya hizo siku 10. Kama unampenda mume wako, unampenda mke wako, unawapenda watoto wako, acha ushoti, acha ulofa wa kumwacha alale katika siku hizo 10. Mwagie maji, mvurute shuka, mtoe kitandani kwa nguvu, kwa sababu Waislamu, ikiwa kama Mtume sallallahu alayhi wasallam haliliona hilo, hakumwacha bibi Aisha kitandani, hakuwaacha wake zake kitandani, hakuwaacha watoto wake kitandani, unaanzaje kumwacha mume wako katika kitanda siku hizi 10 ambazo maskini ya Mungu hazitorudi mpaka mwaka kesho? Na naamini kwamba nyuso zote ambazo zipo hapa, siamini kama hizi nyuso tutakuja tena kukutana hapa kama tulivyo. Lazima kuna wale watakaopungua hizi zilizokuwa hapa. Allah tujalie kama kuna wale tutakaopituliwa, tukawa miongoni mwa wale ambao hatutokuwa tena katika siku hizi na kuzidiriki. Allah atufishe kwa Waislamu waliokuwa wazuri, na wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawajalia kuweza kufika katika siku kama vile hizi za leo, basi wafike hali ya kuwa ni Waislamu wazuri. Sasa unakubali kabisa, unaamka, unamuacha mume wako kitandani, unasimama kisimamo cha usiku, na baadaye unavizia ule muda ambao mlioupanga wa kula daku, eti ndio unakwenda kumwamsha baba fulani kula daku. Unakubali kumwamsha mtu kula daku kuliko kumwamsha mtu afanye qiyamul layli. Usikubali, mwambie baba watoto, baba sikujua, baba sikujua, baba majuto, baba magumu, sikuachi, utaamka tuswali. Na kuna wanaume ni wakaidi, atakwambia nitakupiga mama Juma, nitakupiga mama Musa, unipige baba, tusimame tuswali, mmwagie maji kisha ukimbie. Usimwachi. Lakini baba Mwajuma ameshanifokea, akinipiga kofi huyo nitaona kizunguzungu. Lakini jaribu basi, mbembeleze, tumia lugha za kumbembeleza. Na wakati mwingine sio kwamba, kwa sababu kuna mtu anaweza kuuliza swali, sasa shekhe mimi, na kuna wanaume wengine wanakusudi mbaya, ndugu zangu, anaweza kukuona wewe mwana mama
ndio umejitahidi kusimama usiku huyo, alafu naye anajifanya usiku huyo sasa ndo anataka huyo usiku ndo anataka ndo huyo anataka. Sasa shehe nifanyaje? Mpe. Ukimaliza kumpa muda utakuwa umebaki, piga qiyamul laili. Kuna wanawake anaweza akamnyima mume wake eti kisa tuliambiwa Lailatul Qadri na hicho kitendo kimo Lailatul Qadri, hicho kitendo kimo Lailatul Qadri, mpe. Kwa hiyo usithubutu kumwacha mume wako, watoto wako katika hizi siku zimebaki, au unakunafikiria kwamba eti watoto wataamka kesho kwenda kumasomo. Masomo wanayasoma kila siku, wakitaka wachelewe si wanayasoma kila siku. Hizi siku 10 hazirudi. Muamshe, aende anasinzia, aende anaanguka, lakini mpe faida huyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaacha watu wake, aliamka na akawaamsha watu wake sallallahu alayhi wasallam. Tahriyan li lailatul qadri, wanautafuta usiku wenye heshima, usiku ambao kuna watu ambao tayari wao huwa wanautafuta kwenye usiku wa kuamkia 21, 23, 25, 27, 29. Maskini ya Mungu. Hivi leo sisi tuko siku ya 23. Tukienda upande wa pili, Tanzania na kungineko na nchi zingine, leo ni siku gani? Ni siku ya 22. Manake wao kwa wale wanaowinda Lailatul Qadri, wenyewe wataivizia usiku wa leo. Kwa hiyo sisi tuliivizia usiku wa jana. Sasa wewe manake una assurance gani ya kujua kwamba wewe ndio umepatia ikapita wa ule usiku wako wa 23, na yeye ule ambaye wewe usiku wako wa 23 kwake ni wa 24? Sasa kwa hiyo ndio kwa maana ikaonekana kwamba usithubutu kuacha hata siku moja kufanya ibada katika hizo siku 10, kwa sababu hauwezi kujua kama wale ambao kwao ni siku ya leo ni 23, sisi 23, ni sisi ndio tumepatia kweli, au wale ambao wana siku ya 22 leo huenda wao ndio walipatia? Kwa sababu al-kamalu lillah, kupatia kunatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kusema eti kwa kuwa sisi tunaifuata tu Saudia kwamba Saudia inapatia tu kila siku. Na Saudia wanaweza wakakosea, au inaweza katokea Saudia wakatumia hata ubinadamu na hizo nchi zingine zikawa zimepatia. Sasa ni kwamba tusijifanye kwamba sisi tuko sawa, kumbe ili uweze kupatia unalazimika siku zote 10 ufanye ibada. Na kitu ambacho muelewe, Lailatul Qadri inapokuwa imetokea, alhamdulillah, inaanza ni kuanzia magharibi mpaka fajiri. Kwa ibada ya aina yoyote utakayoifanya kuanzia magharibi mpaka kuchomoza kwa alfajiri, imeingia ndani ya Lailatul Qadri. Ni kama vile mtu anaweza kuwa aliswali tarawih. Kuna watu wanajuaga hivi, ameswali tarawih au amesali zake witri kabla ya kulala, kisha akajilalia zake na akapitiriza. Maskini ya Mungu anaamka anasikitika, ya Allah, huenda Lailatul Qadri imepita, sikuipata. Umeipata, uliifanyia ndani yake nini? Ibada. Jua kama kitu chochote cha kheri utakachokifanya kuanzia huyo wakati wa kuanzia kuingia kwa magharibi mpaka kuchomoza kwa alfajiri kimeingia ndani ya Lailatul Qadri. Sema tutakachokwenda tunazidiana ni ule ubora, bimaana kadiri mtu atakapokuwa amefanya ibada kwa usiku wa kuchelewa, bimaana huyo yeye anapata fadhila zaidi kuliko yule ambaye alifanya kwa usiku ule wa mwanzo. Kwa jitahidi, hata kama utahisi kwamba leo nimechoka, nina usingizi mwingi, basi tafuta ibada utakazozifanya hapa kwenye saa 3, saa 4, saa 5, uzifanye. Kama ni kufanya dhikri, kama ni kuswali, kama ni kusoma Qur'ani, fanya. Manake itaonekana kwamba na wewe ulitangulia tu kufanya amali zako za kheri, pia una Lailatul Qadri. Na yule mwingine akasema acha nilale kisha nitaamka ndio nifanye nini?
ni swali, nifanye dhikri, nyie wote mmepatia na vitendo vyenu vizuri vimeingia ndani ya Lailatul Qadri. Sasa kwa hiyo kuna watu wengi wanajua Lailatul Qadri uipatie ulale kwanza eti uamke kwanza. Kwa sababu Lailatul Qadri inaanza ni kuchomoza kwa nini? Kwa magharibi. Ni usiku ambao ndugu yangu Muislamu hakikisha kwamba subhanallah kuna dua ambazo unataraji kuziomba. Chukua basi uziandike ili usizisahau. Katika hizo siku 10 dada yangu nakwambia omba hizo dua, na kama haukujibiwa ukiniona niambie shehe uko mongo. Kwa sababu wallahi ninaapa niko katika mimbari hii, hauwezi ukaomba dua yako katika hizo siku zote 10, na naamini katika hizo siku 10 Lailatul Qadri lazima itakuwa imekupitia kwa siri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haitowezekana kila aliyeomba dua ndani ya Lailatul Qadri Mwenyezi Mungu asipokee. Yawezekana kwamba kitu mtambue, kuna watu Mwenyezi Mungu anawajibu, alafu maskini ya Mungu hawajuagi wanavyojibiwa. Anaona maskini Mungu amenisahau, Mungu hakunijibu. Kuna wakati unamwomba Allah anakujibu papo kwa hapo ulipoomba, Mungu anakujibu. Na kuna wakati unamwomba Allah Mwenyezi Mungu anachelewesha kwanza. Labda ulimwomba 2025 kama vile hivi, maskini ya Mungu Allah anakuja kukujibu 2028 au 2029, ndio Mungu anakujibu. Ulishaka sahau hata ile dua kama uliomba. Wallahi Mwenyezi Mungu anafanya hivyo. Na kuna wakati unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unamuomba hichi, Mwenyezi Mungu hakupi hicho ulichomuomba, anakubadilisha na kukupa kingine bora kuliko kile ulichomuomba. Kwa sababu yeye Allah kwa mapenzi yake ndio mjuzi, anaona hichi ambacho ulichomuomba wewe, kwa kuwa wewe ni binadamu ambaye hujui kilichokuwa kheri kwako, ila anajua. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mwenyezi Mungu ni mjuzi lakini nyie hamjui. Sasa Mungu anaona hichi ulichokiomba hapana, kitakuwa ni shari kwako, lakini Mungu anakupa kingine kilichokuwa bora kwako. Wewe haujui maskini ya Mungu. Na ndio kwa maana katika siri ya maombi, ndugu zangu ambao tuko hapa, jitahidi unapoomba usisahau kuweka neno Allah kama itakuwa ni kheri kwangu. Lakini kuna mtu yeye anaomba ikitaka iwe shari, ikitaka iwe kheri, nipe tu Mungu, nipe. Na ndio maana kuna kitu kingine nataka nikupeni pia, siri nyingine. Usiwe unamuona mtu alivyo kisha ukatamani vile alivyo, kisha ukasema Mungu nisaidie niwe kama yeye. Maskini ya Mungu. Mfano unamuona dadangu Kitu hapa, maskini ya Mungu ustadha, unasema yeye Mungu nisaidie niwe kama Kitu. Maskini ya Mungu, hujui Mungu alimpa hiyo mandhari yake nzuri, kupendeza, kufanya nini, kupendwa, kusifiwa. Anakumbea na makubwa yake mengine anayajua yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano unamuona mtu anatembelea VAT, gari ya bei, afu unasema yeye Mwenyezi Mungu na mimi nijalie niwe kama ule. Kumbe ule mwenye kwa anatembelea ile gari ya bei na yuko na ghorofa, na akikuona wewe anatamani mbadilishe, akupe ile VAT, akupe ile ghorofa, umpe hiyo afya yako yenye uko nayo wewe. Anatembelea VAT, ana nyumba ya ghorofa, lakini maskini yeye na mbuzi na sungura na ngombe wanachangia majani. Hali ni sombe, renga, kabechi, tena wengine bibichi. Lakini wewe huna ghorofa unalala ndani yake, wewe huna VAT, lakini mashallah sombe zikija unapiga, maharage yakija unapiga, nyange unapiga, uji unapiga, kila kitu unapiga, labda haja kubwa tu na ndogo. Sasa unakutana ule pamoja na maisha, uzuri wa maisha ambayo yuko nayo, kumbe anaishi kwa kiasi kapata hivi maskini. Anaishi na renga zenye hazina chumvi, anaishi na cabbage, karoti za kutafuna. Sasa unapomuomba Allah, mwambie Mwenyezi Mungu nijalie kitu hichi ikiwa kama kitakuwa na kheri kwangu. Mwisho kabisa unaweza ukamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akakawia kukujibu au asikujibu kabisa, asikupi hapa duniani,
akakupa siku ya kiyama. Allahu akbar. Na huwe bora iwe hivyo, akunyime hapa akupe siku ya kiyama, ila kwa sharti utakapokuwa na subra na kuwa na moyo mzuri. Allah atakapokosa kukupa kile ulichokiomba na ukamshukuru, basi eleo Sheikh Masud ngoja kusimamisha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akakunyima, akakucheleweshea, siku ya kiyama utaona kuna malipo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa mpaka ukastaajabu na hautajiziwia. Allah umesema hudhulumu, lakini yale ninayoyaona sijaona kama niliyatenda. Allah atasema kumbuka kama kuna ulichoniomba sikukupa, na ukafanya subira na ukanishukuru, haukunilaumu, basi badala yake nilikupa huko siku ya kiyama. Dada mmoja ananijia, shekhi, wallahi yani kila nikimuona huyo dada yani siishaji kusikia kama vile nachekia rohoni. Shekhi, niombe dua. Dada, yani ninataka niolewe. Nataka niolewe shekhi. Udogo wangu wote umekwisha, wote umekwisha, wote. Ufie tumecheza nao pale jirani wote umekwisha shekhi. Hivi mimi shekhi ukinitizama na kasoro gani? Nikasema dada, huna kasoro. Dada, lakini unamuomba Mwenyezi Mungu shehe, nakwambia sijaacha kumuomba Mungu hata siku moja anipe mme. Nikamwambia huenda Allah katika hali leo waeleza kwamba inawezekana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yawezekana kwamba akakujibu kwa kuchelewa. Huenda dada yangu Mungu anakunyima hao wanaume wa fujo wa hapa duniani, anataka akakupe wa akhera, wildanun mukhalladun, vijana mabogari wazuri wamependeza. Hapana, anipe kwanza wafujo wa hapa duniani. Dada, unakataa. Subhanallah. Kwa hiyo ukiona Mwenyezi Mungu umemuomba dada yangu amekawia kukujibu, usisikitike. Mimi kinachotaka kukuomba hivi sasa, kama kuna dua haujaziomba, wallahi nakuomba muombe Allah. Tena katika kumuomba Allah hapana kuna nini, yani hapana kujaribu. Mungu anaweza. Nani miongoni mwetu alishaomba Mungu ampe utajiri wa ndege? Wallahi mimi nilishaomba, natia kidole juu. Mwingine ati. Ona sasa, mama namshakia Mungu. Unashindwa kumwomba Mungu, nipe utajiri, nipe maghorofa, nipe ndege. Mungu anashinda. Tunamuomba Mungu kwa kujaribu, hata kumjaribu Mungu. Wale walivipewa walimpa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Walimpa nini Allah? Yani unaona kama mimi tena ndege, mimi niwe na utajiri wa ndege? Subhanallah. Hawa makafiri mafidhuli ambao wanavyo, ambao hawana mapenzi ya Allah, kwa nini wanavyo? Afu wao unashinda kumuomba Allah. Waislamu kama hatujibiwi, tunamuomba Mungu kwa kujaribu. Tizama laiti ule upande wa pili ukisikia wanavyoomba. Mimi na kuaga na jitahidi niombe kama wala, ila tu sio kwa fujo. Yani anamuombaga Mungu utasemi kuwa namngangania imana urashobora, mana yachu, mana yani unakutana mtu yani unashindwa kumwomba Allah. Jamaa, si ndio hivyo? Yeye anamuonesha Mungu unaweza, nipe, unaweza. Unashindwa kumwambia Mungu kama unaweza. Wewe Muislamu, tauhid, la ilaha illa Allah, unampokesha Rabbul Izzati wal Jalal, unashindwa kumuonesha Mungu kama anaweza. Unashindwa kumwambia Mungu, Juma tangu tumechumbiana naye amekuwa mgumu wa kutoa mahari. Hivi Mungu hawezi kunyosha nafsi yake? Mungu akanyoka. Mungu si unaweza? Mungu nyosha nafsi ya Juma. Wallahi atainyosha. Lakini unamuomba Mungu kwa kujaribu. Unaona Mungu hawezi. Jamani, Mungu anaweza. Wakati unapomuomba muoneshe anaweza. Kuna gisu ulishagaona kama hakuna mwingine bila Juma. Wakati una uwezo wa kumfukuza uchumba wa miaka 3, fukuza, utafute mwingine. Kila mwenye anazidi kukuona na Juma anakuogopa.
mfukuze. Sasa na kama unataka aje awe yeye huyo, mpigie biamu Lailatul Qadri iwe ni kwake yeye, juma siku zote 10 juma. Ule kama Mungu akujibu. Alafu patamu zaidi ni ule wakati ambapo unapokuwa umesujudu, ndugu zangu kina mama. Hapa wanakuambia sehemu ambayo mwanadamu yuko jirani na karibu ya Allah ni pale anapokuwa yuko katika sijida. Dada zangu, Allahu Akbar. Pale umekaa kabisa, Allahu Akbar. Hapa dadangu, hapa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Unapiga kwanza dhikri. Subhana subhanal quddus rabbul malaikati war ruh, subhanal quddus rabbul malaikati war ruh. Hapa sasa ewe Mwenyezi Mungu, Kiswahili, Kibembe, Kirundi, Kifaransa, Kiingereza, piga. Ewe Mwenyezi Mungu, ninakuomba kwa fadhila zako, nimechelewa sana Mungu, nataka kuolewa. Uba wa watoto wameshanizalisha vitoto 6, ndio Mwenyezi Mungu. Piga Kiswahili. Jaiz dakito, jaiz. Kiswahili ndani ya sijida. Jamani, nawaambieni inajuzu kusema Kiswahili sijida tu ile ya mwisho. Nataka nitoe dalili. Aliposema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu abdan inda rabbih wa huwa sajida. Allahu akbar. Sehemu ambayo pekee mwanadamu yuko karibu na Mungu wake, hakuna sehemu nyingine inakuwa ni ule wakati anapokuwa amesujudu. Kisha Mtume akawaambia maswahaba, profite kumuomba Mungu maombi yenu mkiwa pale. Sasa dadangu Bitiranga, Kiarabu hamna, unamwambia nini Mungu pale? Hivi kweli dini inaweza kuwa na udhulumati ya kwamba hii fursa ipatikane peke yake tu kwa mtu ambaye anaijua Kiarabu tu? Haiwezekani. Yani hata ukiandika kwenye Google hapo dada kito uandike kwamba hal yajuzu ad-du'a bilughati ghairu al-arabiyya, utaona tofauti za wanavyoni watakuletea hapo. Alafu wanavyoni wetu wakubwa kina Fauzani, kina nani, wanatuonesha jinsi inavyojuzu jambo la mtu kusema Kiswahili akiwa ndani ya sijida. Kwa sababu dini ni kwamba, mfano watu wengi wenye kujua Kiarabu pale ndio wanapigaga pale, anasema vyote venye anataka. Wewe unasema nini? Unasikia baadhi wanavyo wengine wenyewe wanajihusisha tu kwenye sala za sunna. Hili jambo halikuja kwenye sunna wala faradhi, lakini tu sijida ya mwisho tu ndio unaruhusiwa kusema yale ambayo unayotaka kuyasema pale. Mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maombi yako. Ndugu zangu, tutizame moja katika fadhila za Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ina fadhila nyingi sana, zaidi ya 10 ambazo hatutoweza kuzitaja tukazimaliza. Moja, annaha lailatun anzala Allahu fiha alquran. Moja ni kwa kuwa ndio usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha ndani yake Qur'ani, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatil qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an ndani ya usiku wa heshima. Mbili, annaha lailatun mubarakatun, ni kwa kuwa huyo usiku wa heshima ni usiku wa baraka, kama alivyouita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, hakika sisi tuliteremsha Qur'ani katika usiku wenye baraka. Tatu, yaktubu Allahu fiha al-ajala wal arzaqa khilal al-aam fiha. Tatu, usiku huu wa heshima ambao ni wa Lailatul Qadri ndio usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaandika kila kitachotendeka ndani ya mwaka unaokuja. Riziki zako, vyovyote utakavyoishi, Mwenyezi Mungu anaviandika ndani ya usiku huo. Yani mwaka huu wakati itatokea Lailatul Qadri ndio wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
anaandika utakuwa na riziki, utapata pesa, utahomba, utazaa, hautozaa, utazaa, utafisha, utafanya vyote. Mwenyezi Mungu anaandika katika huo usiku. Allah anathibitisha, nasema fiha yufraqu kullu amrin hakim. Katika huo usiku ndio usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaandika vyote vitakavyokuja kufanyika katika mwaka unaokuja. Huo usiku. 4. Fadlu al-ibadatu fiha an ghayriha min al-layali. 4. Yani tendo lolote utakalolifanya katika huyo usiku la kheri, tendo lolote, iwe ni swala, kumtii mzazi, kumtii mume, kutoa sadaka katika huyo usiku, basi lina ubora kuliko siku za kawaida, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Hii khairun min alf shahri maana yake tendo lolote utakalolifanya katika huyo usiku, Mwenyezi Mungu atakulipa kama lile tendo umelitenda muda wa miezi 1000. Mfano, kama ulisali rakaa 2 mwa huyo usiku, zile rakaa zako 2 zile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa malipo kama zile rakaa 2 umezisali muda wa miezi 1000. Ukiwa ulitoa sadaka ya 1000 katika huyo usiku, labda kwenye swala ya tarawihi, au kuna mtu ulimsaidia, kuna wema wote ulioufanya, Mwenyezi Mungu anakuandikia ule wema kama uliufanya muda wa miezi 1000. Na miezi 1000 kwa wapiga hisabu, pigeni, mtakutana inalingana na miaka 83. Miezi 1000, miaka 80. Yani unasali tu rakaa 2 unaandikiwa umezisali miaka 83. Sasa sio rakaa 2, ulisali rakaa 2, ulimpikia mume wako, ulimstaresha mume wako, ulitoa sadaka, yani vile vyote venye ulifanya katika ule usiku kuanzia magharibi mpaka kuchomoza kwa alfajiri, vitaandikwa kama ulivitenda muda wa miaka 80. Wallahi Waislamu, hizi siku ni za kulala kweli. 5. Tanzilu almalaikatu fiha fil ardi bil khair wal barakati wal rahmati wal maghfirah. Ni usiku ambao ndani yake wanateremka malaika kwa kuleta baraka na misamaha na rehma kwa waja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. 6. Lailatul khaliyatun min ash-sharr. Ni usiku ambao ndugu zangu, kama vile alivyosema Mwenyezi Mungu kwamba wanateremka malaika, akasema tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, inateremka delegation ya malaika wa ruhu wakiongozwa na nani? Na malaika Jibril alayhi salatu wassalam. Allahu akbar. Ni 6. Lailatul Qadri ni usiku ambao khaliyatun min ash-sharr, yani Mwenyezi Mungu siku hiyo ndugu zangu anakuwa usiku huyo hakuna shari. Wallahi, miongoni mwa kujua kama Lailatul Qadri inakuwa imechomoza, hiyo siku panakuaga amani. Alishahidi Allah akasema salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani tupu, hata mbwa hawafoki hovyo hovyo siku hiyo. Mwizi aliyotaka kuiba siku hiyo, wallahi aibi, Mungu anamghafilisha. Ni siku ambayo hata wewe na mume wako hamtapakuana makofi kama mmezoea kupakuana makofi, hamtapigana siku hiyo. Yani elewa kwamba kutakuwa ni amani hata matla'il fajri, mpaka alfajiri inachomoza. Ni siku ambayo hiyo siku kiasi ambacho miongoni mwa baadhi ya dalaili ambazo walizozionyesha wanavioni wakasema kwamba inawezekana kwamba Lailatul Qadri imetokea. Kwanza siku hiyo hata wewe mwenyewe utahisi katika kufanya ibada, utahisi una nguvu za kuua mtu, una nguvu usimame hata mausiku 2 ya kufatana. Siku hiyo ukisimama na ukatoka nje ukaiangalia mbingu, utaiona mbingu nyeusi imependeza, alafu nyota zake zinang'ara sana kuliko maelezo. Ni siku ambayo kuna kuwa kaupepo, wanasema Waswahili, kaupepo mwanana, kaupepo kadogo kadogo, kaupepo kazuri, kasikokuwa na jasho, kasikokuwa na baridi, yani kaupepo ka amani. Yani ni nyingi tu miongoni mwa dalili ambazo, lakini Mwenyezi Mungu huwa wakati mwingine anatughafilisha ili usije kujua nimepata Lailatul Qadri wala namshukuru Mungu. We, maana ukionekana umeipata hatukuponi, Mungu akaifanya kwamba aifiche, akatudhalili, manake akatughafilisha. Na hata aliyoona nadhania
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu, wallahi hatujalie kuwa miongoni mwa wale ambao watakaojaliwa kuipata Lailatul Qadri. Lakini fahamu na ukijua, wewe mwanga, wewe mshirikina, wewe mchawi, haumo. Wewe ambaye mpaka hivi sasa haujazungumza na mwenzako, haujasemeshana na mwenzako, bado una uadui na mwenzako, haumo. Wewe ambaye bado mzazi wako hana amani na wewe, wewe ambaye mume wako hana amani na wewe, haumheshimu, haumo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.